offering. Chukua sadaka ya shukrani. You have done a good profit. Umefanya faida Your nzuri. business is doing well. Biashara yako inaendelea vyema. Your children are being protected. Watoto wako wamelindwa na Mungu. God has promoted you. Mungu amekukweza. You have a good health. Uko na afya njema. Yani hakuna kipawa inashinda afya. Mimi afadhali nisipewe pesa lakini nipewe afya. I tell you, afadhali nikose gari, nikose nyumba, lakini nina afya. Health is everything. If you can be healthy, Kama unaweza kuwa na afya, that is more than millions, billions of trillions of money. hiyo ni zaidi ya mamilioni ya And pesa. every day learn to thank God just for health. Hata kitu kingine wachana. Yani mshukuru Mungu kwamba wewe ni mzima na una afya. Hiyo peke yake inatosha. Hiyo peke yake. Shukuru Mungu kuna kazi. Mungu amekupa kazi, amekupa matapato. Me, I told God so long as I live, every Sunday I must serve a Thanksgiving offering. Hata kama ni kukopa. Kwa nini? I must thank God. Kwa sababu Every lazima Sunday. shukuru Mungu Every week. kila wiki. Yani ile Mungu amefanya kwangu, yani mambo mengi sana. Nasafiri na hii gari kila wakati, naenda kila mara, nafanya nini. Watu wako hospitali, ni wagonjwa, wamelala, wengine wanangojea operation. I'm healthy, I'm strong. Na mimi niko na afya na nguvu. May God help me that every week Mungu anisaidie kila wiki I'll present a thanksgiving to Him. tolee sadaka ya shukrani. Amen. Amen. Lift it before the Lord. Inua sadaka yako ya shukrani mbele za Father, Bwana. we thank you. Baba, tunakushukuru. Money cannot buy health. Pesa haiwezi kununua afya. Money cannot buy peace. Pesa haiwezi kununua amani. Money cannot buy joy. Pesa haiwezi kununua Even furaha. money cannot buy protection. Hata pesa haiwezi kununua ulinzi. We just present a token of thanksgiving Tunaleta sadaka za shukrani. to tell you, Father, we are thankful Kusema asante Baba and we are grateful for the gift of life kwa sababu ya kipawa cha uzima. and for bringing us on this third Sunday of the month. Kutuleta katika Jumapili ya 3 ya mwezi wa Receive 9. our offerings Tunazipokea sadaka of zetu thanksgiving za shukrani and continue to increase us. na uendelee kutuongeza. We will not forget Hatutasahau that what we have kwamba tulicho nacho has come from you. kimetokana na We kwako. will not forget that Hatutasahau once upon a time we struggled with food. kwamba hapo zamani tuling'ang'ana na We vyakula, struggled with paying even rent. tuling'ang'ana kulipa rent We za nyumba, struggled in doing many things. tuling'ang'ana vitu vingi, But you have helped us. lakini Who umetusaidia. are we? Sisi ni akina nani? We are just humble servants. Sisi ni watakazi wanyenyekevu. Receive our offerings Kupokea sadaka zetu and bless us in return. na utubariki katika In Jesus' name, katika jina la Yesu we pray and believe. tumeomba na kuamini, And somebody say amen. na mtu aseme amen. You can bring your thanksgiving offering with Unaweza joy. kuleta sadaka yako ya shukrani. As choir pray, we will sing. Give us one number very quickly because I want to share in the next 35-40 minutes. Waibaji kidogo tunapo Takupa heshima na sifa zote, ewe Mungu umetukuka. Twakupa heshima na sifa zote, ewe Mungu umetukuka. Mfalme mwema, Mwaminifu Baba, weza yote. Can we be upstanding just for a few minutes? Can we rise up on our feet for a few minutes? Lift up your hand and tell him, utukufu. mfalme mwema, Inua mikono, mwambie mfalme mwema apokea utukufu. Mwaminifu Baba, weza yote, una nguvu, haushindwi, pokea utukufu. Twakupa heshima na sifa zote,
zote, wewe Mungu ume. Lift up your hand for a minute and just tell him, Lord, talk to me. Inua tu mikono yako mbele za Bwana, mwambie Bwana. I don't know what you came expecting. Kile ulikuja kuwa umetarajia. The expectation of the righteous will not be cut off. Atajua mwenye haki haitawahi kufutwa bali. Open your mouth and talk to him for a minute and tell him, Lord, I'm here. Don't get used to church. Just tell God, I've come, my heart desire that I may hear your voice, that you may minister to me. We don't just come to receive, but we come to give. One of the way of giving to God is worship. We worship him. Somebody open your mouth, please, and just worship him. Open your mouth and talk to him in the name of Jesus. Shaladabu Zagarebadayantalabu. Shalida Zagerebayantalabu. God is hearing you. Open your mouth and just talk to him. You are not talking to your neighbor, you are talking to God. Your neighbor is not like you. His situation, his challenges are not yours. What he came for is not what you came for. Why he came is not why you came. Everybody came with a why. Kadabada zakatala bushila baya. Karoza la bagare badaya. Shalada bozika rabadaya. Emo. I don't know what you expect today. If I were you, I'd just lift up my hand and talk to him right now. A broken and a contrite spirit God will not overlook. God looks at the heart of man. He does not see the outside. He looks at the heart of man. How is your heart this morning? Did you come with a hunger for him? Blessed are the people that thirst and hunger after righteousness, for they shall be filled. God only meets the hungers of our hearts. Lord, help me. I should never get used to you. I should never take you for granted. May I never be satisfied by the things of this world. May I never be bored in your presence. The first love, the way we loved you in the beginning, the way we could lift up our hands and cry and call upon. May we never lose that. May we love you more than we love things.
Tuweze kumpenda Mungu zaidi ya vile tunavyopenda May vitu. we love your house more than we love our Mpende businesses Mungu kuliko vile tunapenda nyumba zetu na hata biashara and zetu our jobs and our na houses. kazi zetu na manyumba yetu. May we love you more. Tumpende zaidi. When everything has passed on, Baada ya kila kitu kimepita, you remain to be God. unabaki kuwa Mungu. You are the same yesterday, Wewe ndiye yule jana, today and forever. leo na hata milele. Uwepo wako Bwana, uwe nami. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza. Uwepo wako Bwana, uwe nami. Ombi langu, sing it in confidence. Ombi langu, Bwana wangu, peke yangu sitaweza. Uwepo wako Bwana, uwe nasi. lift up your hand before him. Father, Baba, thank you. asante. Without you we are empty. Bila wewe sisi ni bure, ni tu. Without you we are nothing. Bila wewe sisi si kitu. We are who we are because you have made us to be who we are. Kwa vile tulivyo, kwa sababu yatufanya tuwe vile tulivyo. May our hearts never puff up. Nia yetu isiwahi jawa na kiburi. May we never forget. Tusiwahi sahau. May we always hunger for you. Siku zote tuwe na njaa na kiu kwa ajili May yako. our heart desire you all the time. Mioyo yetu siku zote kukutamani. Like David cried, Kama vile Daudi akalia, oh God, Bwana, my soul longeth after you moyo wangu wa kutamani. in a dry and weary land Katika nchi nyukavu Bwana na where there kutamani. is no water. Kule ambapo hakuna maji na Our kutamani. heart desire Moyo wangu wa kutamani is you, O God. ni wewe tu Bwana. Jesus, Yesu, be glorified in this service. tukuzwe katika ibada hii. Use me for a few minutes Tumia kwa dakika chache to communicate your word. nena neno lako. We thank you Asante for healing, for kwa deliverance, sababu ya uponyaji, for ukombozi, salvation, kwa sababu ya ukovu, for encouragement, kwa sababu ya kujenga na kutia moyo na hata kukemea, because your word kwa sababu neno lako is for the preparation of kwa people. sababu ya utayarisha. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Somebody say amen. Na mtu aseme amen. Somebody say a big amen as you clap unto the Lord. Hallelujah. Amen. Come on, somebody shout unto the Lord with a voice of triumph. Waweza kumpigia Bwana shangwe kubwa. Come on, somebody shout unto the God of heaven. Mpigie shangwe Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kindly take down your seat Naweza ukaketi as we celebrate our praise and napo worship team. washerekea waibaji wetu. Thank you so much, Ndugu Joseph and your Asante ndugu team, Joseph na timu yako and the good work. mema unayoifanya. Amen. Amen. Let's go to our Bible in the book of Acts chapter 4. Kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 4. Acts chapter 4 from verses 32. Matendo ya Mitume 4 mlango wa 32. This morning, Asubuhi ya I leo want to start a teaching that I may take 2 Sundays. nataka kufundisha mafundisho ambayo nitachukua kwa majuma mawili. I want to talk about the ministry of encouragement. Nataka kuzungumzia kuhusu huduma ya kutiwa moyo. The Barnabas ministry, the ministry of encouragement. Huduma ya Barnabas, huduma ya kutiana moyo. If there's anything we need today, Kama kuna kitu tunahitaji leo, we need men and women that are Barnabas. tunataka wadugu na wadada ambao ni mabarnabas. Because the word Barnabas, Kwa sababu jina Barnabas it means the son of encouragement. maanisha mwana wa kutia moyo. And I want you to know that life is a journey.
Anataka utambue ya kwamba maisha ni safari. And in this journey you need Na Barnabas. safari hii wahitaji Barnabas. You need men and women that can encourage you. Nataka waume na wanawake ambao wanaweza Those wakakutia moyo. people are there. Watu hao wapo. But at the same time, Lakini wakati huo huo we have men and women who are discouragers. na watu wengine waume na wake wa kuvunja watu moyo. Their mission and their work Kazi yao kubwa is to break your heart, ni kuvunja watu moyo, is to say things ni kusema maneno or do things na kufanya mambo that discourage in this journey of life. ambayo yatakuweza kuvunja moyo katika safari hii ya But imani. I want to believe God today Lakini nataka umwamini Mungu that siku ya leo many Barnabas will be born in this ministry. kwamba mabarnabas wengi wataweza kuzaliwa katika huduma hii. I want to believe God Nataka kumwamini Mungu that many Barnabas will rise in this ministry. kwamba mabarnabas wengi wataweza kuinuka katika huduma hii. Sons of encouragement. Wana wa kutia watu moyo. People that can encourage you in this journey. Watu wanaweza wakakutia moyo katika imani. People that can hold your hands Watu wanaweza kushika mkono and tell you, brother, push on. nakwambia mpendwa, tuendelee na And safari. tell you, sister, push on. Bia dada, tuendelee na safari. And tell you words that encourage you. Nakupatia maneno ya kukutia moyo. And do things that encourage you. Afanye mambo yanaweza yakakutia May you moyo. be a Barnabas in this ministry. Uwe Barnaba katika huduma hii I mpendwa. say, may you be a Barnabas in this ministry. Sema mpendwa, na uwe Barnaba katika huduma hii. Thank you for the two people. I say, may you be a Barnabas in this ministry. Anasema na uwe Barnaba katika huduma hii. Hey, kumbe hakuna mabarnaba hapa. You can just hear your response. Naweza nikasikia vile unavyoitikia. Ukioa mwanamke ambaye si Barnaba, uolewe na mume ambaye is not encouraging you, unaweza kufa before time. I tell you. Baada mtu ambaye hajui kukutia moyo, kazi yake ni kuvunja, kukuambia maneno ambayo yanavunja. Angalia vile unatembea, angalia vile umepika. Hii nini umepika? Hukufundishwa kwenu. Utazeeka ukiwa na miaka 40 utakaa kama una 65. We need Barnabas. Tunahitaji Barnabas. Look at your neighbor, tell them you need Barnabas. Pia jirani, tunahitaji Barnabas. You need a ministry of encouragement. Tunahitaji huduma ya kutiana moyo. Hallelujah. Amen. And especially sisi wachungaji unaweza kufa. Mimi nilikataa kufa kitambo na nilikataa kuzeeka. Na kaaga jensi kila siku. Hata nikifika 70 nitakaa hivi tu. Hakuna kitu kitabadilika. Because I've refused to walk with people who are not Barnabas. Kwa sababu nimekataa kutembea na watu ambao si Barnabas. I don't allow them around my life. Mimi siwakubali maishani mwangu. People that break your heart. Watu ambao kazi yao kuvunja watu Run moyo. away from them. Kimbia kutokana na watu hao. But thank God you are here. Lakini nashukuru Mungu uko hapa. All of us are going to be sons of encouragement. Zote tutakuwa wana wa kutiana moyo. We are going to be Barnabas. Tutakuwa Barnabas. Hey. We kumbe nilijua kuna kazi ya kufanya hapa. Already kuna kazi ya kubadilisha watu. Amen. Amen. I thank God for my son here. Nashukuru Mungu kwa mwanangu hapa. Pastor Onesimus and pastors that are here and some leaders are very good encouragement. Na wachungaji na viongozi ambao wako hapa ni watu wa kutia moyo. But those who are not Barnabas, Lakini wale ambao si Barnabas, we want to convert them this morning. tunataka kuwageuza asubuhi ya leo. In life you need encouragers. Katika maisha tunahitaji kutiana In moyo. life you need people who cheer you up. Katika maisha tunataka watu ambao watakutupigia makofi. That's why don't be married with somebody who is not a friend. Kwa hivyo usiolewe na mtu ambaye sio rafiki yako. Wasichana mjaolewa, akianza kutishia na mjaoana, kimbia haraka sana. Akianza kukosoa na kucriticize na kuita majina na kutishia, vunja hiyo uhusiano. Maana huko ndani itakuwa shida. Sasa nini umevaa hii? Hii wigi na kama beehive. Hii nini If you have people who discourage you, kama ni watu wa kukuvunja moyo, they can kill you early. wanaweza kumaliza mapema. Now what do? Kwa hivyo ufanye nini? If you are such a people around you, Kama uko na watu kama hao karibu na wewe, learn to encourage yourself. basi jifundishe kujitia moyo mwenyewe. Learn to encourage yourself. Jifundishe kujitia moyo In mwenyewe. fact, before we read scripture, Kwa hivyo kabla tujasoma maandiko, let me introduce myself. Let me give you 5 things that you need to know. wacha nikupatie mambo 5 unafaa kujua. Number 1, know that life is a journey.
Nambari ya kwanza, jua ya kwamba maisha ni safari. In a journey you need to know who you are going with. Na katika safari unahitaji uelewe mnatembea na nani. Who are the people with you in the journey? Nani ambao mko nao safarini? There are people you travel with. Kuna watu mnaosafiri pamoja. Kuna wakati nilisafiri na mtu kwa SGR. Huyo mtu alini entertain. Tuliongea mpaka Nairobi kawa karibu sana. Encouraging na mastori tunaongea. Lakini kuna mtu unaweza kaa naye kwa basi ama mnasafiri naye, safari ikawa mbali sana. Because they are not encouraging you. Kwa sababu hakutii moyo. The words they are saying. Na yale maneno wanaonena. The things they are doing. Na yale wanaofanya. Kuna siku nilisafiri na SGR, ndio maana nikasema Mungu akinisaidia, ni mara kidogo sana nimeenda na third class hii ya kawaida ya watu. But mara nyingi prefer niende na first class. Maana nilipanda SGR, tukakaa ile viti watu 3 na watu 3. Nikawa ndiye mwanaume peke yake, wale wengine ni wanawake na wanakunywa pombe. Ile harufu ya pombe hapo. Wakafika mahali wamelewa, wanasimama wana dance na wananiambia na wewe inuka, hata wajui mimi ni pastor. Nisimame tukatike. Pole. Wakaniambia kwa sababu hunywi pombe tunakunulia soda. Nikasema hata soda sitaki. Mmoja akaanza kusema maneno ambayo hata siwezi kutaja hapa. Ule alikuwa next akaanza kusongea. The journey was too long. Safari ikawa ndefu kwangu. I had to stand. Ikabidi nisimame. Nikaenda kukaa pale, kuna choo. Kuna koga na mahali pa choo, unakaa hapo na simu yako. Umelipia kiti lakini ukae kwa kiti. The journey can be miserable when you are traveling people who are not of like-mindedness. Safari inaweza ikawa gumu kama unasafiri na watu ambao hamuko na nia moja. I want to encourage a husband and wife. Nataka kutia moyo wake na waume. Be a cheerleader of your wife. Basi uwe wa kumsherekea mmeo. Be a cheerleader of your husband. Uwe wa kusherekea mkeo. Si uanze kumwambia wanaume wenzako wamejenga manyumba, wanafanya vitu vikubwa, wewe unatembea hapa na matroza. You will never compare your husband with any other husband. Usilinganishe mumeo na wanaume wengine. And don't compare your wife with others. Na usilinganishe mkeo na wanawake. In fact, you are married to the most beautiful wife on the earth. Wewe umeoa mwanamke yule mrembo zaidi duniani. Don't look for another. Usiangalie mwingine. Hapa baba leo wako hapa. Toa macho yako kwa wengine. In fact, watu uangalie wengine kwa sababu they fail to see the beauty and the thing that God has given them. Watu huanza kuangalia nje wanapokosa kuona kile kizuri ambapo wamepata. My wife is the most beautiful lady on the earth. Mke wake ndiye mke bora zaidi ulimwengu. To me. Kwake. And she has given birth to the most beautiful daughters on the earth. Na amemzalia wasichana wazuri kabisa hapa duniani. And the most handsome man. Na yule kijana mzuri kabisa. What else can I ask for? Basi mimi nitauliza Mungu ni nyingine. You must cheer them up. Ni lazima watie moyo. You must encourage them. Lazima watie moyo. Don't look for the evil. Usianze kutafuta mabaya kwao. The evil you are looking for, you will see it. Yale mabaya unayotafuta kwao utayaona. Only look for the good. Lakini ukitafuta mazuri and encourage the good part. Na uanze kusherekea hayo mazuri wanafanya. Hakuna mtu 100% mbaya, kuna vitu vizuri ndani yake. Don't concentrate on the bad part. Concentrate on the good part. Wewe usiangalie mabaya, wewe angalia yale mazuri. And those good parts, celebrate them and actually cheer them. Na wale yale mazuri ambayo utaona uyasherekee na watie moyo kwa ajili yao. And encourage them on those good parts. Na watie moyo kwa hayo mazuri. Don't remind them of their failures. Usiendelee kuwakumbusha yale yote mabaya. Don't remind them of the negative things. Usiwakumbushe mabaya yao siku yote. Only speak out of the good things. Kinizungumza yale mazuri. Number 2 thing I want you to understand. Habari ya pili nataka ukaweze kuelewa. In this journey of life, katika safari hii ya imani, we need encouragement. Tunahitaji kutiwa moyo. Or other people that encourage us. Kwa watu wengine ambao wanatutia moyo. You need people. You need people. Tunahitaji watu to encourage you. Watutie moyo. Number 3. Habari ya tatu. I want you to understand. Nataka uelewe That however in life
kwamba katika maisha you shall meet encouragers and discouragers. utakutana na watu wa kukutia moyo na utakutana na watu wa kukuvunja moyo. Those people are there Hao watu wako siku in the zote place of work, katika sehemu ya in the kazi, church, katika kanisa, in your family, katika jamii, in a nation, katika taifa, in any society. katika mahali popote watu There wanaishi. will be encouragers and Kuta- people discourage you. Kutakuwa na watu wa kukutia moyo na watu wa kukuvunja moyo. There are people that discourage you. Kuna watu wa kukuvunja moyo. Don't mind them. Wewe usijali, Ignore them. wewe wapuuze, Go for the people who encourage you. wewe afuatilizia wale watu wanaokutia Actually, moyo. never go to places where you are not invited. Wewe usiende mahali hukukaribishwa, And never go to places where people tolerate you. na usiende mahali ambapo watu Wanakutolerate. Wanakuvumilia. wanakuvumilia tu. Go to places where they celebrate you. Enda mahali ambapo watu wanakusherekea. Vile mnaniangalia. Look at your neighbor, tell your neighbor, don't go to a place you are not invited. Mwambie jirani usiende mahali ambapo hujaalikwa. Mwambie jirani, mgonge, mwambie usiende mahali hujaalikwa. Usiwe wala wanaitwa gate crashers. Hakuna hata kiti yako yenyewe ikuwekwa hapo. Sasa ndio watu wangangane kutafutia kiti because they were not expecting you. Kwa sababu haukutarajiwa kufika hapo. That's why I don't visit ovyo ovyo. I go where I'm invited. Ndio maana huwa siendi mahali popote pale tunaenda pale nimealikwa. Not just everywhere. Siendi mahali popote tu. Somebody say amen. Mtu aseme amen. Number 4, I need to know. Na nambari ya 4 nataka ujue. Choose to be an encourager and not a discourager. Chagua uwe mtu wa kutia watu moyo, sio wa Even kuvunja you moyo. yourself, Hata wewe mwenyewe you must always choose to be an encourager uchague ya kwamba utatia watu moyo and not a discourager. na sio mtu wa kuvunja watu moyo. Don't discourage your children. Usivunje moyo watoto Don't wako. discourage your husband and wife. Usivunje moyo mke wako na mume. Don't discourage your pastor. Usivunje moyo Don't mchungaji wako. discourage your leaders. Usivunje moyo wa Don't discourage your neighbors. Usivunje moyo Don't majirani zako. discourage your family members. Usivunje moyo wa watu wa jamii yako. You yourself be an encourager. Wewe na uwe mtu wa kutia watu moyo. Hallelujah. Hallelujah. Look at your neighbor, tell them, I choose to be an encourager. Ukia jirani yako mwambie ninachagua kuwa mtu wa kutia watu Na moyo. ukiona kuongeleshi tayari ni discourager, mwambie I choose to be an encourager. Ukiona hakongei na wewe, jua huyo ni wa kuvunja moyo. Mwambie nachagua kuwa mtu wa kutia watu moyo. Ukiona na kuignore tayari hapa chati, je kule nje? Hapa tayari ziko kuongelesha, je kule nje? Atajifanya hata akujuagi. Ushakutana na watu ambao wanajifanya watu wako. Mimi hukutana na watu wengi wanajifanya hata nijui. Naona jamaa shakuona sioni pastor huko, sasa wanaangalia tu straight. Alafu akishaenda, ngoja kitu fani, ukitaka kujua mtu alikuwa anajifanya, akifika hapo mbele inaonekana alikuona lakini alikuwa hataki kuangalia. Choose to be an encourager. Chagua kuwa mtu wa kutia watu moyo. Encourage people. Tia watu moyo. Speak good words. Nena maneno mazuri. Speak about their potential. Nena kuhusu uwezo walio Tell nao. them you'll go far. Mwambie utaenda mbali. Hata watoto wako kama wafanyi vizuri shuleni, it's not the end of life. Wa encourage, you can do better. You can improve. You will go far. The Lord will bless you. Bwana atakubariki. Be an encourager. Kuwa mtu wa kutia watu moyo. Kuna watu nakumbuka tukiwa kule na paka hapa, mtu akianza mambo uimbaji wanaimbaga off key, lakini una encourage mpaka wanafika mahali, ama amehubiri kitu ama ameshare kitu kwa HBC, encourage them. Watie moyo. Sichukue microcosm. Sasa hii nini tumesikia hapa? Tumepotezea wakati hapa. Encourage people. Tia watu moyo. When your children are learning to cook, encourage them. Wakati watoto wako wanaanza kujifundisha kupika, watie moyo. Many times sisi parents don't mess watoto by what we tell them all the time. Encourage them. Mara nyingi sisi ndio tunakosea watoto kwa sababu ya maneno tunawaambia. Tuwatie moyo. Encourage your wife. Watie moyo mke wako. Sianza kusema siku hizi sikuelewi, naona ni kama unatembea tembea, ni kama miguu ingine navuta nyuma na ingine inasonga mbele. Encourage them. Nimegundua negative words zinavunjaga mtu. It
kills you. It breaks you. Maneno ya kinyume huvunja watu. Kwanza hawa mama akitoka saloon na wafike nyumbani, kitu cha kwanza wanasitaka kusikia kwako ni comment ya hiyo nywele. Sasa usiposema unajifanya tu wewe unataka sima uletewe. Wewe hiyo nywele hujaona. Hata hiyo sima utakosa basi. Uongee nywele kwanza. Hey, bwana, you know what I'm doing? Najua nafanya I'm nini? already in the ministry of encouragement. Sasa mimi niko katika huduma ya kutia watu Now moyo. let me read that scripture. Wacha sasa nisome andiko. Alafu tenda kusoma hiyo part tabaki nyumbani. And now the multitude of those who believed were one heart and one soul, neither did anyone say that of the things he possessed was his own, but they had all things in common. Na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo moja na roho moja, wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu alichokuwa nacho alicho nacho ni mali yake mwenyewe, bali walikuwa na vitu vyote ushirika. Let's jump to verse 37. Mstari wa 37. Because of time. Kwa sababu ya muda. I want to finish at a certain time. Nataka kumaliza wakati fulani. Verse 37. Mstari wa 37. Studio help us, verse 37, because mstari wa 37. I want to teach something here and then we'll continue next other Sunday. Nataka tuanze kitu hapa saa hii alafu tutamalizia Jumapili ijayo. Verse 37 please. Mstari wa 37 tafadhali. Verse 37. Mstari wa 37. Take us there. Tupeleke hapo. Ama nisome kwa yangu. Shafika. Having learned ebu twende 36 ita bring vizuri. 36 itaileta maana hapa inaanzia katikati. And Joseph, which other translations say Joseph, who was named Barnabas by the apostles, which is translated son of encouragement, a Levite of the country of Cyprus. Na Yusufu aliyeitwa na mitume Barnabas, maana yake mwana wa faraja, Mlawi, asili yake ni mtu wa Kipro. Verse 37 now. Mstari wa having learned, sold it and brought the money and laid it at the apostles' feet. Alikuwa na shamba akaliuza, akaileta fedha akaiweka miguuni pa mitume. Verse 38. Mstari wa 38. Alafu tuanza chapter 5 tusome verse 1. Go to verse 38. 38. Why? 38 hapo mbele. 38. Ndemeenda kabisa sasa. Haya, wacha nisome ya kwangu. Tuwapatie sadaka makofi. Nafikiri wametafuta 38 hakuna. Hakuna 38. Wakati hiyo screen imesema usinisumbue sina 38 mimi. Kwa hivyo imeenda chapter 5. Imesumbua ikasema huyu jamaa ananisumbua bure. Siko mimi. I'm absent. Now, chapter 5 verse 1. Okay, hatutakusumbua. Inasema, now a man named Ananias together with his wife Sapphira also sold a piece of property which his wife fully knowledge. He kept back part of the money for himself but brought the rest and put it at the apostles' feet. Because mtu mmoja jina lake anaitwa pamoja. Just continue, just read your part. Lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe aliuza mali na akaficha pesa, hakuleta kanisani. Lakini Barnabas akauza shamba na akachukua pesa yote akaleta kanisani. One of the attribute of encouragers, they are givers. Tabia moja ya watu wa kutia watu moyo ni kwamba wao hutoa. But the character of discouragers, they are not givers. Lakini wale watu ambao ni wakuvuja moyo hawatoi. When you expected to give, they don't give. Wanapotarajiwa kutoa hawatoi. When you expected to come through, they don't come through. Wanapotarajiwa watakufikia, wanashindwa kufika. But that is not my message this morning. Lakini hiyo sio ujumbe wangu asubuhi ya leo. My leo. message this morning na asubuhi yangu ujumbe asubuhi ya leo is the ministry of encouragement. Ni huduma ya kutia watu moyo. Now for us to operate in a ministry of encouragement, kwa ajili yetu sisi kuweza kufanya katika huduma ya kutia watu moyo, there are 6 things you need to understand. Kuna mambo 6 lazima tuyafahamu about human beings. Kuhusu watu ama wanadamu. That I want to share and close.
Hayo ndio nitaweza kushiriki kisha. For us to be effectively become encouragers. Kwa ajili yetu kuwa watu wa kutia moyo ama kufariji Because watu. this man was called Joseph. Kwa sababu mtu huyu aliitwa Yusufu. But they changed their name to become Barnabas. Mitume wakabadilisha jina lake wakamuita Barnaba. Because he was a son of Kwa encouragement. sababu alikuwa ni mtu wa kutia watu moyo. He used to do things that nobody else was doing. Alifanya mambo ambayo hakuna mtu angeweza He used kuyafanya. to encourage the apostles. Aliweza kutia mitume moyo. Even when the time came for a need. Hata wakati uhitaji The ulipotokea, man went and sold land. Barnaba akaenda akauza nchi And ya he land brought yake. all the money under the apostles' feet. Akabeba mali yake akaleta katika miguu ya mitume. And people were clapping and celebrating. Watu wakampigia makofi na And wakasherekea. Ananias was there. Na Anania naye alikuwepo. Together with his wife Sapphira. Kiweko na mkewe Safira. They saw that people were clapping for Kaona Barnabas. kwamba Barnabas amesherekewa, amepigwa And makofi. Ananias and the wife said, we shall also sell land. Haya, Anania na mkewe akasema nasi tuenda kuuza shamba And letu. we shall bring the money to the church. Na tutaleta fedha hizo hapa kanisani The pia. spirit of competition. Roho ya ushindani. Because they have done it, Kwa sababu wamefanya wao, we shall also do it. nasi tutafanya. Because they are doing it, Kwa sababu wanafanya, we shall also engage nasi ourselves. tutafanya. They did know Hawakujua the heart of Barnabas kwamba moyo wa was Barnabas the heart of an encourager. ulikuwa ni moyo wa kutia watu He moyo. went and sold land Wakaenda wakauza shamba lao and brought the money. na wakaleta mali yao. But the heart of Ananias Lakini moyo wa and Anania Sapphira, na Safira mkewe they were not encouragers. hawakuwa watu wa kutia mtu They moyo. just want to show off. Walikuwa wanataka They kujigamba, just want to compete. walikuwa tu wanataka ushindani. They went and sold property. Wakaenda nao wakauza shamba And lao, instead of bringing the money, na badala ya kuleta fedha zote they hide some money. wakaficha fedha zingine. And then Ananias come, Na Anania sasa anajileta expecting the pastor to announce. akitaka mchungaji atangaze. He brought the money Akaleta fedha and the pastor received. na pasta akapokea, And he asked him, is it all? na akamuza hii yote ni hii yote uliuza? He said, yes, pastor. Kweli mchungaji, I am like Barnabas. mimi ni kama Barnabas, I have sold a property hata mimi nimeuza shamba and langu, I brought all the money to you. nimeleta fedha zote. Peter was not amused. Petero hakuweza He kushangazwa, told the Ananias, akamwambia Anania, before you sold the land, kabla hujauza shamba, was it not in your si power? lilikuwa ni lako? And even after selling the Na land, hata baada ya kuuza, was the money not belonging sio to you? pesa ni ya kwako? Why have you decided Basi kwa nini umeamua to lie to the Holy Spirit? kudanganya Roho Mtakatifu? Do you know, Unajua, in churches, katika makanisa we lie to God every Sunday. tunadanganya Mungu kila Jumapili. We give tithe that are not tithes. Tunaleta fungu la 10 ambao sio fungu la 10. We give to God what is not true. Tunapatia Mungu kile ambacho sio cha kweli. May God have mercy. Mungu aturehemu. I say, may God have mercy. Sema Mungu na aturehemu. May God have mercy. Mungu aturehemu. Sometimes we don't do our best. Mara nyingine hatufanyi bora zaidi. Sometimes we just do to be seen. Tunafanya tu tuonekane. Sometimes we do just to pass away. Wakati mwingine tunafanya Let the tupitize offering wakati. basket pass away. Tunafanya tu ili kikapu cha sadaka kitupite, But it's not from our heart. lakini sio kutoka mioni mwetu. May God deliver us. Mungu na atusaidie That whatever we do to kwamba God, tunachofanya kwa we Mungu do it wetu from our heart. tuifanye kutoka kwa mioyo yetu, When we are singing, ili we sing with all our heart. tunamsifu Bwana kwa When we mioyo are yetu. giving, Tunapotoa we give with all our heart. tutoe na mioyo yetu When yote. we are serving, Tunapotumikia Mungu we serve with all our heart. tumtumikie na moyo We wote, don't hold back some things. lakini usizuie mambo mengine. Ananias and Sapphira, Anania na Safira they mkewe had all the money they had sold, walikuwa na fedha zote walizouza but they shamba, held back some money. na wakazuia fedha zingine. May you never hold back Usiwahi zuia what is meant for God. kile ambacho ni cha Mungu. God receive our worship. Mungu anapokea ibada God zetu. reserve your heart Mungu anahitaji moyo wetu. from worshiping God. Tunamwabudu God Mungu. reserve your strength Uzuie nguvu zako kumwabudu from Mungu, serving God. kumtumikia Mungu. Don't reserve anything
God has given you Usizuie chochote Mungu amekupatia from serving God. kumtumikia Mungu. Don't even come to church Usije kanisani half-heartedly. ukiwa moyo nusu. You are there, you are seated. Uko hapo umeketi. You don't care what the preacher says. Ujali kile mchungaji anasema. You don't have the Bible. Huna Biblia. You don't have a notebook. Huna kitabu cha You are daftari. seated there. Wewe ukakati tu. When will service end? Unauliza ibada itaisha saa I have ngapi? a lot of business to do. Kuna shughuli nyingi za I have a lot kufanya. of things to do. Nina mambo mengi ya kufanya. God will never receive anything Mungu hatapokea chochote that is not given from a full heart. ambao haijatolewa na moyo ulio kamili. Touch your neighbor, tell them, neighbor, wake up. Ukia jirani yako mwambie jirani amka. Tell them, don't sleep in church. Mwambie usilale kanisani. This is not a bedroom. Hapa sio chumba chako cha malazi. This is a church. Hapa ni kanisani. This is a house of God. Hapa ni nyumba ya Bwana. Somebody say amen. Tuseme amen. Tell your neighbor again, tell a neighbor, Mwambie jirani. God is looking at your heart, Mungu anatazama moyo wako, not at your pocket. sio mfuko wako. Because the heart of Barnabas Kwa sababu moyo wa Barnaba was a generous heart. ulikuwa ni moyo ulio But the heart of Sapphira, moyo wa ukarimu. The Lakini heart of- moyo wa Safira Ananias and his wife, na Anania na mkewe they had a heart ulikuwa ni moyo that want to only to show off. wa kiburi na kujionyesha. But their heart was not given to God. Ulikuwa sio moyo uliopeana kwa Because Mungu. where your heart is, Kwa sababu pale moyo wako upo, your treasure will be there. hapo ndio fedha zako zipo. If you see somebody struggle with giving to God, Ukiona mtu anayeng'ang'ana kumtolea Mungu, their heart is not in God. moyo wake hauko kwa Mungu. But once your heart is in God, Lakini kama moyo wako uko kwa Mungu, what belongs to you belongs to God. kile ambacho uko nacho ni cha Mungu. But that's not my message. Na hiyo sio ujumbe wangu. Now let me show you 6 things about men. Wacha nikuonyeshe mambo 6 kuhusu If we shall be an encouragement to men, kama tutakuwa watu wa kutia watu wengine moyo. there are 6 things we need to understand about human beings. Ni lazima tuelewe mambo 6 kuhusu wanadamu. Number 1, Nambari ya kwanza, everybody want to be somebody. kwamba kila mtu anataka kuwa mtu. Everybody. Kila mtu. Nobody want to be nobody. Hakuna yeyote anataka kuwa si mtu wa maana. The way human beings were created, Vile watu walivyoumbwa, everybody want to be something. kila mtu anataka kuwa mtu. And that's why some people live a lie. Ndio maana watu wengine wanaishi maisha ya uongo. They live a life that is not theirs. Wanaishi maisha sio yao. Kile wamevaa yote ni mkopo. Because the image they want to show people, Kwa sababu ile picha wanataka kutoa kwa watu I am somebody. kwamba mimi ni mtu. And that's why Na ndio maana kuna wavulana wakikuchumbia wanakodisha gari kahaya. Unafikiri anakuwaga na gari, kumbe hana. Tena ukitaka kujua mtu ambaye hiyo gari si yake, ana dangle key. anaenda akitigiza funguo ni kana kwamba gari ni yake. Hata akiongea naye anaiweka mahali ndio ione. Because everybody want to be somebody. Kila mtu anataka kuwa mtu. Nobody want to be nobodies. Hakuna yeyote anayetaka kuwa si mtu. Nakwambia anafanya KPA, anafanya kwa bank, anafanya mahali fulani, na kumbe afanye hata huko. Because people want to be somebody. Kwa sababu kila mtu anataka kuonekana. And that's why Ndio maana if you are going to be a Barnabas, kama utakuwa Barnabas, if I'm going to be a Barnabas, kama utakuwa Barnabas, we need to value everybody. ni lazima tuheshimu kila mmoja tu. Human being want to be valued. Watu wote wanataka kupewa. Hata watoto usiwachape mbele ya wageni. Usichape watoto mbele ya watoto wengine rika zake. Ataona na mdharau. Kama sisi wanaume tunafanyaga makosa, usikemee mke wako mbele ya wageni. Unaumiza hadhi yake. Everybody want to be somebody. They want to be valued. Anataka kuheshimika. Siongeleshe mama ama mzee kwa ukali. Kuna wamama wakali zaidi waume zao. Kuna kaigo ndani ya mwanaume, ukianza kupandisha sauti ana walk away. Na asipo walk away atainua mkono. Na hiyo mkono itapitia itapitia wapi? Because everybody want to be somebody. Kwa sababu kila mtu anataka kuwa mtu. If you want to demean them or to reduce them before other eyes, atakuonyesha uweze nipunguza. Because everybody want to be somebody. Kwa sababu kila mtu anataka kuwa mtu. The nature of human being,
Tabia ya mwanadamu. Everybody want to be valued Kila mtu anataka kupawa dhamana and highly regarded. na aweze kuheshimika. Ndio maana kuna sehemu ukienda na wako kuintroduce wako kutambua, aurudi huko tena. Nilikuwa kwa hiyo mkutano, hata wako nitambua, hata wako niambia nisimame angalau nipunge mkono. Why? Because the nature of man, they want to be valued. Kwa sababu tabia ya mwanadamu anataka kutambuliwa. Na protocol ya sawa, utakana unatambua watu. Amen. Amen. Protocol Amen. ya sawa. Hiyo watu tunajifundisha na saa nyingine tunasahau. But protocol, everybody want to be valued. Kila mtu anataka kutambuliwa. Naona pia fulani yuko pale, Bwana akubariki sana. Naona Mwangi yuko pale nyuma na shati ya red. Mwangi, hebu simama wave. Everybody want to be valued. You feel good when they acknowledge you. Unasikia vizuri wanapokutambua. That's the nature. Amen. Of human being. Hiyo ndio tabia ya mwanadamu. Wao nafikiri kwa nini wanawake over smart? They want to be noticed. Wanataka kutambulika. No, kiwatambua. Sema, hey, leo uko smart. Atarudi hapo mara 5. Ataenda, tena arudi, tena arudi. That's why usiambie mke wa mtu yuko smart. That's my policy. Usiambie mke wa mtu yuko smart. Ambia wako. Naona vile watu wamenyamaza. Kuna wanaume wana tabia kusema kwa wake za watu, lakini wake asemage. Anza na wako nyumbani. Hey. Son of encouragement. Wana kutia watu moyo. Amevaa, amemaliza, ameweka eye pencil, amechukua muda, ametengeza kucha, ameangusha nywele moja hapa, amejicheck kwa mirror, halafu usemi kitu. Umekuwa kama watu leo studios mpaka sisi asema kitu, sisemi kitu. Wewe mpaka useme kitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. People want to be valued. Hata akiwa mtoto mdogo anataka kutambulika. They want to be honored, they want to be respected. Number 2. Nambari ya pili. Everybody want Oh yeah. Okay, let me put it this way. Everybody want to be cared for. Kila mmoja anataka ashughulikiwe. The nature of human being. Tabia ya kila mwanadamu. Everybody want to see care. Kila mtu anataka ashughulikiwe. That people care about them. Watu waonyeshe kwamba uonyeshe kwamba unajali. Ndio maana kuna watu anaweza tokata church. Nilikuwa mgonjwa, haukumtembelea. Nilikuwa na mahitaji, hamkunisaidia. Nilikuwa hivi, you didn't show care. Everybody want to be cared for. Kila mmoja anataka kuonyesha kwamba unamjali. That's the nature of human being. Hiyo ndio tabia ya mwanadamu. So if we shall be sons of encouragement, kwa hivyo kama tutakuwa wana wa kutiana moyo, we must know this attribute of human being. Lazima tujue tabia hii ya mwanadamu. They want to be cared for. Kwamba unataka uonekane unajali. They want you to show you care. Na nataka uonyeshe kwamba unajali. Hata kupiga simu. Hata kufuatilia, kutembeleana. They want to show, everybody want to be cared for. Kila mmoja anataka aone ya kwamba unamjali. Amen. Amen. Proverbs chapter 17 verse 13. Methali 17 mstari wa 13. And Proverbs chapter 14 verse 19. Na Methali 14:19. What do I want to say there? Nataka kusema nini hapa? Always do good to people. Kila siku, kila wakati fanya mema kwa watu. Irrespective of their response. Bila kutabua kile watakachosema. Always do good. Siku zote fanya wema. To people. Kwa watu. Irrespective of their response. Bila kujali kile watakachosema. If we shall be sons of encouragement. Kama utakuwa mwana wa kutia watu moyo. Because some people will show that you care. Kwa sababu utaonyesha ya kwamba unajali. But they'll not respond back to you. Lakini hawataweza kujibu lolote. Whoever reward evil for good, evil will not depart from his house. Yule arudishaye mabaya badala ya mema, mabaya hataondoka nyumbani mwake. Always do good. Siku zote fanya mema. Never do evil to people. Usiwahi fanya maovu kwa watu. Reply evil with good. Wewe rudisha mabaya kwa mema. Because if you pay evil with evil, kwa sababu ukifanya mabaya kwa mabaya, evil will never depart from your mabaya hawataiondoka nyumbani mwako. So how do we become sons of encouragement? Kwa hivyo tunafanyikaje kuwa wana wa kutia moyo? Show that you care.
Onyesha ya kwamba unajali. Do good to people. Wewe fanyia watu wema. Kuna wandugu na wajua walikuwa rafiki zangu zamani. They are very generous and kind to other people. Wao ni wakarimu na wazuri kwa watu wengi, But they are very mean to their own family. lakini kwa jamii zao hawatoi chochote. They can do things for people, Wanaweza wakafanya watu wengine mambo, but they don't do it to their family. lakini hawafanyii familia zao. Wake zao wanasikiaga tu wema wake huko nje, lakini waione hapa. Amen. Wanaweza chukua muda mrefu kukaa na watu kule nje, lakini hapa nyumbani waonekane. Nataka kuadvise wazee. Wazee wanaokaa kwa mkahawa mpaka saa 4 watoke huko, warudi nyumbani, wakae na watoto wao na wake zao. Hata kama hakuna amen. When you have a young family and you have your family is the best gift God has given to you. Familia yako ndio kipawa kile kizuri Mungu amekupatia. People can leave you. Watu wanaweza akakuondokea. Value your family Atabua familia yako more than zaidi you value people out there. kuliko watu wa nje huko. Ukiwa mgonjwa, familia ndio watakuwa kando yako. Ukiwa umelazwa, familia ndio watakuosha, ndio watakaa na wewe hapo. Your friends will not see them. Marafiki zako hautawaona. Make your family God number 1, family number 2, other things number 3. Mungu wa kwanza, familia nambari ya pili, wale Even your business and your job is number 3. hata biashara yako na kazi yako nambari ya Let tatu. your family become number 1. Familia yako iwe nambari ya pili. Love your family. Penda jamii yako. Let your family enjoy the sweat of your labor. Wacha familia yako ifurahie jasho lako. Watu wa kwanza kula matunda ya kazi yako ni familia yako. That's why by the grace of God I take my family to holiday. Ndio maana You must treat your family well. Forget other people can desert you. wengine wanaweza akakuacha. Treat your family. Have time with your family. Kuwa na wakati na familia yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Have time with your family. Kuwa na wakati na familia yako. Treat your family well. Shughulikia jamii yako vyema. Take care of your family. Wewe shughulikia jamii yako. Leo kimeumana hapa. Everybody Kila mmoja want to be cared for. anataka uonyeshe That unajali. is the nature of man. Hiyo ni kawaida ya mwanadamu. Number 3. Nambari ya 3. Everybody needs somebody. Kila mmoja anahitaji mtu. Nobody is an island by themselves. Hakuna mtu anajitosheleza. You need somebody. Unahitaji mtu. Kila mtu anahitaji mtu. This world you cannot survive alone. You need people around you. Ndio, hii huwezi peke yako, unahitaji watu. Nimegundua kuna wakati utaki pesa, utaki vitu za watu. You just want their presence. Unahitaji tu uwepo wa watu. When you are sick, you just need people around you. Ukiwa mgonjwa unahitaji tu When watu you are karibu nawe. discouraged, you just need people around you. Ukiwa umevunjika moyo unahitaji watu tu wawe You karibu don't na need their wewe. things. Hauhitaji vitu vyao. You need people. Unahitaji watu. Somebody say amen. Mtu aseme amen. Look at your neighbor, tell them I need you Angalia jirani mwambie na kuhitaji and you need me. na unanihitaji. Ukiona kuongeleshi is not being a good encourager. Mwangalie kwa sura, mgonge kidogo, mguse, mwambie jirani I need you and you need me. Jirani na kuhitaji na wewe unanihitaji. Ndio maana kila mtu anaweza kuomba kwa nyumba yake. Everybody can pray their house. But we need you to come here because I need you and you need me. Na wengi wanatuachaga kesha hapa, tunakesha peke yetu, au wako kwa vitanda vyao. Wengine wanatuacha kwa morning glory. Wengine tukienda open air wanaenda kuona football, wanafanya mambo yao. They don't hawatuhitaji sasa hivi wanaenda vitu vyao. In this life you need people. Katika maisha haya unahitaji And watu. what you sow is what you reap. Na kile unapanda hicho ndicho utavuna. You need people. Mguse Unahitaji jirani watu. tena, kama analala ama ameamka, mwambie jirani I need you. Mwambie jirani na kuhitaji sana. Na kwa sababu na kuhitaji, ukilala na kuamsha, kwa sababu na kuhitaji. You can't be sleeping around me. I need you and you need me. Unanihitaji na kuhitaji. You need one another. Hitaji mmoja na mwingine. Give us Ecclesiastes 4:9. Mhubiri 4:9. Hata wasichana wetu wataolewa, they need a husband. Wanahitaji waume. They do. Wanahitaji.
none of them shall lack their mate. Hakuna atakayekosa mwenzake. Two are better than one because they have a good reward for their labor. Two are better than one. Wawili kuwa afadhali wakiwa wawili kuliko mmoja, maana tuendelea hapo. watapata ajira njema kwa kazi yao. Tuende verse 10. Mstari wa 10. Studio tusaidie haraka nianze kumalizia. For if they fall, one will lift up his companion, but who to him who is alone when he falls, for he has no one to help him up. Kwa maana akianguka mmoja wao atamuinua mwenzake, lakini ole wake aliye peke yake angukapo, wala hapana mwingine wa kumuinua. Verse 11. Mstari wa 11. Again, if two lie down together, they will keep warm, but how can one be warm alone? Tena wawili wakilala pamoja, hapo wanapata moto, lakini mmoja aliye peke yake tu awezaje kuona moto? Verse 12. Mstari wa 12. Though one may be overpowered by another, but two can withstand him, and a cord, a threefold cord is not quickly broken. Hata ikiwa mtu anaweza kumshinda aliye yule peke yake, wawili watampinga, wala kamba ya nyuzi tatu haikatiki upesi. Everybody needs somebody. Kila mmoja anahitaji mwenzake. I want to stop there. Look at your neighbor, tell them, I need you, need me. Angalia jirani yako, mwambie na kuhitaji, unanihitaji. Mwambie uwepo wako inaleta joto. Ukija tukikutana hivi tukiwa pamoja, baridi hakuna, nasikia joto ya uwepo wako hapa. Amen. You are not even telling them. You are looking at wewe them. hata uwabii mtu, wewe unaniangalia tu. Mwambie kanisa inakuhitaji. Mwambie ushirika inakuhitaji. Mwambie wamama wanakuhitaji. Mwambie wazee wanakuhitaji. Mwambie vijana wanakuhitaji. Amen. Brother Vitalis, kimbia hapa. Nataka mkisense nikimalizia, nikianza kusema namaliza, mnakimbia. Bwana Yesu asifiwe. We need one another. Tunahitaji moja na mwingine. I need you. I need you. Na kuhitaji. Hata mimi nahitaji. Unaona kama sasa siwezi piga keyboard, siwezi imba hapa, siwezi kwenda kwa technical, siwezi kimbia ni asha pale, siwezi kuwa niko pale. So I need you. Kwa hivyo nakuhitaji. And we need to connect. Na tunahitaji tuunganike. So that you can see my need, I can see your need. Ili unapoona mahitaji yangu naweza kuona mahitaji yako. Tutaendelea Sunday ingine. But I want you to walk to 7 people. Lakini nataka ufikie watu 7. And tell them. Na waambie, My sister, my brother, I need you. ndugu yangu, dada yangu, na kuhitaji. Begin to encourage them. Tell them I need Anza you. kuwatia moyo watu 7, Na waambie na mwambie kuanzia kuhitaji. leo nisipokuona church, nitakupigia simu, nitakufuata, nitabisha mlangoni mwako, nitakuja kwako. Because I need you. Kwa sababu nakuhitaji. I must be an encouragement to you. Ni lazima niwe mtu wa kukutia moyo. I am a son of encouragement. Mimi ni mwana wa kutiana moyo. I am a Barnabas. Mimi ni Barnabas. I will not allow you to be alone. Mimi sitakubali kuwa peke yangu. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu kingine. Unafanya mwanadamu hawezi kufanya. Inua mikono mwambie, mwanadamu hawezi kutoa. Haufananishwi na kitu kingine.
kitu kingine. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo mwambie mchana wa leo katika jina la Yesu. Shalabado sakarabani. Mwanadamu hawezi kutoa. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. Lift up your hand for a minute and talk to Him. Mikono yako juu. Can you just talk to God right away? Zungumza na Mungu asubuhi. You may have been having many people have discouraged you. Unaweza ukawa umekutana watu wengi wakakuvunja moyo. You may even be receiving discouragement from your own house. Unaweza ukawa hata unapokea kuvunjwa moyo kutoka kwa nyumba yako. After today, Baada ya siku there hii is going to be a shift. kutakuwa na mabadiliko. God is bringing Barnabas around your life. Mungu analeta Barnaba katika maisha yako. God will surround you with encouragers. Mungu atakuzunguka na watu wa kukutia moyo. Men and women that are ordained for your destiny. Waume na wanawake ambao Bwana amewaandaa kwa ajili ya When kusaidia. the church was stranded, Wakati kanisa ilikuwa Barnabas went and sold a piece of land. Barnaba akaenda akauza shamba lake And he brought the money in the church. na akaleta fedha katika miguu ya mitume. And put at the apostles' feet. Akaweka miguuni mwa mitume. That was an encouragement. Hiyo ikawa ni ya kutia May mtume God moyo. raise encouragers in our lives. Mungu ainue watu wa kututia moyo May God maishani raise mwetu. encouragement in your lives. Mungu aweze kuinua watu wa kutia moyo May maishani God mwetu. raise men and women Mungu na ainue wake na wanaume in your lowest moments. katika nyakati zetu za chini May sana. God send men and women Mungu na atume wake na waume that shall encourage you. ambao watatutia moyo. Some of us are down today Wakati wengine leo because they tumevunjika have moyo been broken down by the words of men. sababu tumevunjwa moyo na maneno ya People wanadamu. have done things around our lives. Watu wamefanya mambo ambayo wamezunguka People maisha have yetu. spoken some things around our Watu lives. ambao wamezunguka maneno ambayo wamezunguka People maisha have yetu. made statements around our lives. Watu wamezungumza maneno katika maisha yetu. People have treated us unfairly. Watu ambao wametuweza kutufanyia And maovu we feel a lot of na discouragement. tumesikia tumevunjika moyo. I came this afternoon to tell you, my Kuja sister, mchana wa leo to kukuambia, tell you, my son, kuambia mwanangu, to tell you, my daughter, mwambia binti yangu, encourage yourself in the jitie Lord. moyo katika Bwana. Encourage yourself in the Lord. Jitie moyo katika Bwana. God is sending people. Bwana anatuma watu. God will send men and women. Bwana atatuma wake kwa They waume. will pray for you. Watakuombea, They will hold you. watakushika They'll mkono, speak well of you. watazungumza mema They shall kukuhusu, help you. watakusaidia, They shall make a way for you. watafanya njia kwa They ajili shall yako, stand with you watasimama na in wewe. those very moments Katika hizi wakati that uko you chini need them. unawahitaji. Even as a ministry, Hata sisi kama huduma we need sons of encouragement. tunahitaji wana wa kututia moyo, Men and women wake kwa waume that can hold our hands ambao wanaweza wakatushika in mikono our time of need. wakati wa uhitaji wetu, Men and women wake kwa waume that can speak well on us. hao wanaweza wakazungumza mema Men kutuhusu. and women Mema kwa waume that will tell us you can soldier hao on. wanaweza wakatuambia tunaweza tukaendelea, We are with you. tuko na wewe, We are supporting you. tunakusaidia. And they don't just say in words, Hawatasema kwa maneno tu, but they show it in action.
lakini wataonyesha kwa matendo. May God raise such men. Bwana ukainue watu kama hao. May God raise such women. Bwana akainue wake na one kama hao. Life is a journey. Na safari, maisha ni We need safari. to go this journey with men and women Tunahitaji safari hii kuenenda na wake na wanaume. that are not discourage us, Hao hawatatuvunja moyo, but they encourage us lakini watatutia moyo by what they say, kwa yale by wanayosema, what they do, wana yale by wanaofanya, showing up wa kutokezea when we need them most. tunapowahitaji zaidi. Shalida bagarada kadabazuka rabada. I pray for marriages here. Naombea doa hapa. I pray for the marriages here. Naombea doa zote hapa. May the husband become encouragers. Waume wawe watu wa kutia moyo. May the women become Wake encouragers. wawe watu wa kutia moyo. Lord Jesus, Bwana Yesu, I pray for families today. naombea jamii hapa leo. May there be encouragement. Kawe na kutiana moyo. May there be encouragement. Kukawe na kutiana moyo. May they work Na together. wakaenende May pamoja. they speak one language. Wakaweze kuzungumza lugha May moja. they live together with Na joy. wakaweze kuendelea na safari kwa furaha. May they encourage each other. Wakatiane moyo moja na May mwingine. they love each other. Wakapendana moja na May they mwingine. honor and respect each other. Wakaheshimiane na kupendana moja na May they mwingine. serve you together. Wakaweze kumtumikia Mungu pamoja. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Father, heal our hearts. Bwana ponya mioyo yetu. Those hearts that have been discouraged. Wale ambao wamevunjika moyo. Those hearts that have been injured. Hizo mioyo ambayo imevunjwa Those hearts that are bleeding. hiyo mioyo ambayo imetoa damu. Those hearts that are hurt by Hiyo men. mioyo ambayo imevunjwa moyo. Those hearts that are regretting. Zile mioyo ambayo imeachiliwa. May you send encouragement, O Bwana God. na utume kutiana moyo. And may you send healing Ukatume uponyaji into their lives. katika mioyo yao. I feel like praying for a few people here. Nahisi ni kana kwamba niombee watu You kadhaa. are heartbroken. Unasikia ya kwamba umevunjwa Men moyo. have really broken your heart. Watu wengi wamekuvunja moyo. Women has broken your heart. Wanawake wamekuvunja moyo. It may be your relative, your friends. Huenda ikawa ni jamii yako, huenda ikawa ni watu wako, ni marafiki zako. People closest to you. Huenda ikawa ni watu wa karibu nawe. You feel so discouraged. Unajihisi ya kwamba umevunjika moyo sana. Feel so low. Unajihisi ya kwamba uko chini sana. Your business partners. Wewe wale mnafanya biashara na wao. People you associate with. Wale watu ambao mnaunganika pamoja. Have made your heart heavy. Wamefanya moyo wako kuwa mzito. You feel so heavy in your heart. Unajihisi ya kwamba uko na uzito ndani ya moyo You wako. can walk to this altar for Waweza healing. ukatembea ukaja hapa mbele tukaomba pamoja. You can come for healing this morning. Njoo upokee uponyaji asubuhi ya You can leo. receive healing this afternoon. Naweza ukapokea uponyaji mchana wa leo. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Walk and come if you can. Tembea uje. You need healing in your life today. Nahitaji uponyaji moyoni mwako leo. Don't look at your neighbor. Usiangalie jirani yako, tembea uje. You feel discouraged. Unajihisi ya kwamba umevunjika moyo. You feel things have been happening around your life. Sikia ya kwamba kuna mambo mengi yamekuwa yakifanyika maishani mwako. You need the touch of God. Na unahitaji kuguswa na Mungu. Just walk and come. Tembea tu na ufike hapa. God is here. Bwana yuko hapa. He wants to heal you. Bwana anataka kukuponya. He wants to encourage you. Bwana anataka kutia moyo. Life is a journey. Sasa maisha ni safari. You need people to encourage you. Unahitaji watu wa kukutia moyo. You need people to stand with you. Unahitaji watu wa kusimama na wewe. Don't harbor bitterness and pain. Usiweke uchungu ndani ya moyo wako. Don't die alone. Usikufe peke yako. You have people who can give you a shoulder to lean on. Kuna watu ambao wanaweza kupatia bega la kushikilia. You have people who care for you. Kuna watu ambao wanakujali. There are people who want you healed. Kuna watu ambao wanahitaji uponyaji. Walk and come if you can come. Tembea uje kama unaweza kufika hapa. Kadabashatarabada. Another group of people, Na watu wengine you are sick in your body. uko mgonjwa mwilini mwako. I want you also to come on my left hands. Nataka pia uje mkono wangu wa kulia. You are unwell this morning. Asubuhi ya leo wewe ni mgonjwa. You need the hand of God. Unahitaji mkono wa Mungu. Walk and come. Tembea uje. We believe God together. Tunataka kumwamini Mungu pamoja. Come and receive healing. Njoo upokee uponyaji wako.
The last group of people, Na kundi la mwisho, you are here, you are not saved. wewe uko hapa haujaokoka. You have never given your life to Jesus. Haujawahi okoka siku hata moja Or kupeana maisha yako you kwa used to Yesu. be saved, Ama penginepo ulikuwa umeokoka but you backslid. lakini ukarudi nyuma. God is not judging you. Bwana hakuhukumu. He wants to restore you. Mungu anataka kukurejesha. Walk and come. Tembea uchi. Anybody who is not born again, Yeyote ambaye hajaokoka or you are backslider, ama pengine ulikengeuka ukarudi nyuma, rise up and come. tembea uje In the name of Jesus. katika jina la Yesu. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. There are people here. Kuna watu hapa You have been let down seriously with man. umeweza kuvunjwa moyo ama kusikia watu wamekufeli kabisa. You need healing this morning. Unahitaji uponyaji siku ya leo. Never walk in this life with pain. Usitembee safari hii na uchungu. Life is a journey. Maisha ni safari. Pain can limit you. Uchungu wa moyo unaweza ukakuzuia. Pain can hinder your prayer. Uchungu unaweza ukazuia maombi yako. Pain can make you be angry with everything. Uchungu waweza ukasababisha ukawa na hasira na kila mtu. Pain will make you not value life. Uchungu waweza ukasababisha ukakosa dhamana ya maisha. People have committed suicide because of pain. Watu wamejiua kwa sababu ya uchungu. This is your healing day. Leo ndio siku ya uponyaji wako. Kadabashakata. I hear the word divorce coming again. The word divorce. Nasikia neno Tanaka likirudia. You are being threatened by divorce. Unatishiwa na Tanaka. I stand in the apostolic office Ninasimama katika ofisi ya mitume to declare it shall not be. kutangaza haitatokea. I declare peace Natangaza amani in that marriage. katika ndoa hiyo. I declare divine intervention. Natangaza uingilizi wa kiungu. The hand of God Mkono wa Mungu is resting upon that family. utakuwa juu ya jamii hiyo In the name of Jesus. katika jina la Yesu. Everybody stretch your hand toward these men and women. Kila mmoja nyoosha mkono wako juu ya wapendwa hawa. Father, I decree Baba, natangaza the healing power of God uponyaji wa nguvu za Mungu upon the hearts of men and women. juu ya mioyo ya wake na waume hawa. I declare today Natangaza leo restoration from heaven. urejesho kutoka mbinguni. I declare peace. Natangaza amani. I declare joy. Natangaza furaha. The joy of the Lord Furaha ya Bwana is their strength. ambao ndiye nguvu zao. From today, Kuanzia leo, Lord, heal their hearts. Bwana, ponya mioyo yao. Heal their hearts. Ponya mioyo yao. Heal their hearts. Ponya mioyo yao. Heal their hearts. Ponya mioyo yao. Take away pain. Ondoa uchungu. Take away disappointment. Toa kuvunjwa moyo. Take away sorrow. Ondoa huzuni.
Take away discouragement. Toa kuvunja moyo In the name of Jesus. katika jina la Yesu. It will not end up in sickness. Haitaleta magonjwa, It will not end up in sickness. haitaleta magonjwa. The hand of God Mkono wa Mungu is already interfering. unaingilia kati. The hand of God Mkono wa Mungu is already taking over. unachukulia kutoka hapa, Taking over. unachukua kutoka hapa, Taking over. unachukulia hapa. Powers of darkness. Nguvu za giza You will not torment this lady. hazitaweza kuleta uchungu kwa mtu huyu. Today, Leo, today, leo, today, leo I release the healing power of God naachilia uponyaji, nguvu za Mungu over your life. juu ya maisha yako, I shift everything na badilisha kila in kitu the name of Jesus. katika jina la Yesu. You are a strong woman. Wewe ni mwanamke uliye na nguvu. Don't give up. Usikate tamaa, Don't give up. usikate tamaa, Don't give up. usikate tamaa. Lift your eyes to Jesus, Inua macho yako kwa Yesu the author and the finisher of your faith. aliyeanzisha kazi njema katika maisha Don't yako. allow anyone to break your heart. Usikubali yeyote akuvunje moyo In the name of Jesus. katika jina la Yesu. Guard your heart with all diligence. Chunga moyo wako, linda moyo wako For out of it flows the issue of kwa life. sababu ndani ya kutoka kwa moyo wako tunatoa May chembe God uzima. wipe your tears. Mungu na afute machozi May God yako. fight your battle. Mungu na apigane vita May vyako. God make a way where there is no way. Na Mungu afanye njia pasipokuwa na In the njia name of Jesus. katika jina la Yesu. Father, I decree Baba anatangaza divine intervention. uingilizi wa kiungu. Lord Jesus, Bwana Yesu, your hand is not short mkono wako sio that mfupi he cannot save, kwamba uwezi ukaokoa, neither heal or restore. na hata Bwana ana kushindwa I kuregesha. release the healing power of Na God. tunaachilia nguvu za uponyaji wa I Mungu. release the healing power of God. Naachilia nguvu za uponyaji wa Mungu. Receive the healing from heaven. Pokea uponyaji kutoka mbinguni. Receive the healing from heaven. Pokea uponyaji kutoka mbinguni In the name of Jesus. katika jina la Yesu. Be healed right now. Pokea uponyaji. Be healed right now. Pokea uponyaji In the name of katika Jesus. jina la Yesu. I declare restoration. Natangaza urejesho, I declare healing. natangaza May uponyaji. God heal you Bwana na akuponye right now. I kuanzia command sasa. sickness to go. Natangaza ugonjwa ukaondoke, Sickness to disappear. magonjwa yakaondoke, Powers of witchcraft. nguvu za waganga, Powers of sorcery. nguvu za wachawi, Powers of majini. nguvu za majini, Any altar fighting you, madhabahu zote zapigana na wewe, I terminate that altar naziangamiza sasa in the name of Jesus. katika jina la Yesu. I speak the healing power of God. Tangaza nguvu za uponyaji za Mungu. May God heal you. Mungu na akuponye, May God restore you. Mungu na akurejeshe, May God make a way for you Mungu na afanye njia kwa ajili yako in the name of katika Jesus. jina la Yesu, In the name of katika Jesus. jina la Yesu. I declare divine intervention. Natangaza kuingilizwa kiungu. God is coming through for you. Mungu anakuja kwa ajili yako. That battle, Hiyo vita I command it to cease. natangaza na ikakome. Aibu yako anaiondoa, dharau anaondoa, chochote ambacho kinakaa kama aibu Mungu anakiondoa leo katika jina la Yesu. Heshima iliyokuwepo, chochote adui ameiba, natangaza uregesho, natangaza uregesho, natangaza uregesho, natangaza uregesho. Mungu akupe furaha ya moyo wako. Karadaboshikayata kadebazokataya. Makusudi ya shetani haitatimia, malengo ya ufalme wa giza haitafaulu. Mungu aliyekuokoa pia ni jemedari wa vita. Mungu aliyekuokoa anaitwa mfalme wa vita, anaingilia kati katika ndoa yako na maisha yako. Wanaopigana nao Mungu atapigana na wao, njia zao zitakuwa za utelezi, malaika watawafuatilia na kuwapiga katika jina la Yesu. Bwana wa uzima, lete uregesho, furaha ya kwanza, upendo wa kwanza, amani itaofahamu mwanadamu, agairi na kujaa moyo wako kuanzia sasa. Mungu akakuponye chochote ambacho kimejeruhi moyo wako, natangaza uponyaji. Mungu akuregeshee afya, Mungu akupatie amani, Mungu akupatie utulivu. Falme wa falme anayefanya zaidi ya vile mwanadamu anaweza kufanya, akutende wema siku zote katika jina la Yesu tumeomba. And somebody celebrate the Lord. Tuseme ashangilie Bwana. Somebody celebrate the Lord with a clap offering and a shout. Amen.
Ask your neighbor, what is wrong with you today? I say somebody celebrate the Lord in a clap of Kama mtu nampigie Bwana makofi mazuri. and a shout of victory. Na sauti ya ushindi. Hallelujah! 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 Give 5 people high five. Tell them I need you and you need me. Ukia watu 5 waambie na kuhitaji, unanihitaji. Mwambie peke yangu kuna baridi, lakini ukiwepo kuna joto. Katika HBC uwepo wako inaleta joto. Katika kusanyiko ya wamama, wazee, vijana inaleta joto. Na katika kesha tukiwa hapa na wewe uko hapa inaleta joto. Mungu abariki sana watu wanaokuja lunch hour, wanakuja kesha, wanakuja mikutano, wanaenda kwa ushirika wa nyumbani. Wanaleta joto hiyo, maana peke yetu hatuwezi. You need other, we need each other. Tunahitaji moja na mwingine. Amen. Amen. Ask for me before you sit down. Ask your neighbor, HBC yako inaitwa, where do you go to Home Bible Church Fellowship? Muulize jirani yako ushirika wako wa nyumbani ni upi? Au usicheke, mwangalie, umuulize ushirika wako wa nyumbani ni ipi, unaendaga. Unaenda ushirika wapi? Wengine wananiangalia, waangalie jirani. Angalia jirani. Tuesday unaendaga wapi? Jioni kuna unaendaga ushirika gani? Alafu mwambie hivi. Kama hutaki kushirikiana na mimi, utatarajia na mimi siku moja nishirikiane na wewe? Maana kamba ya nyuzi 3 ni ngumu sana kukatika. When we fellowship, when we need each other, when we are available for each other. Amen. Take down your seat in Jesus' name. Unaweza ukaketi katika jina la Yesu. Be an encourager. Na uwe mtu wa kutia wengine moyo. Amen. Be a son of encouragement. Na uwe mwana wa kutia wengine moyo. Mwangalie jirani mara ya mwisho, mwambie wewe ni mwana wa encouragement. Mwambie wewe ni Barnabas. Kuanzia leo mwambie nitakuita Barnabas. Mwambie kuanzia leo wewe ni Barnabas. A son of encouragement. Mwana wa utiaji moyo. Amen. Pastor Nelson, ukisoma chapter 13, Barnabas alikuwa vitu vitano kwa Paulo. He was a mentor, he was an encourager. He walked with Paul. The same Barnabas aliyeuza shamba walipokuwa kiomba Mungu akasema nitengenie Barnaba pamoja na Sauli kwa ile kazi nimewaitia. Hata wakati Paulo aliachana na John Mark, Barnabas akamchukua John Mark, akamu-encourage, akatembea naye. Baadaye Paulo akasema niregeshewe John Mark maana ni msaada kwa huduma yangu. When you have encouragers in the ministry, ukiwa na watu wa kutia moyo katika huduma, the ministry grows. Huduma inakuwa. Why? Kwa nini? They encourage the neighbors. Wanatutia jirani. Wajua kuna watu wezi kuja kanisani kwa sababu ya vile pengine mnachukulia na kule mtaani. Sasa huwezi unanaibu kumwalika vile anakujua anaona mjua na vile mnafahamikiana huko. Nasema tamwalika alafu church itakuaje? This is the doing of the Lord. My eyes have seen the goodness of the Lord. I can't explain His mercies every day. Testimonies all around. This is the doing of the Lord. This is the doing of the Lord. My eyes have seen the goodness of the Lord. I can't explain His mercies every day. Testimonies all around. This is the doing of the Lord. Hallelujah. How can I explain the miracles I see? How can I explain the plenty grace? Nobody can tell me. No one can convince me otherwise. All I know, this is the doing of the Lord. He has changed my story, given me a... So let's be an encouragement to each other.